Norway walianza benki ya mbegu duniani. Ghala moja kubwa lina benki ya mbegu zote duniani, zile mbegu za asili. Yaani mzungu amekusanya mbegu za asili za duniani zote za chakula, akaziweka benki. Benki hiyo inaweza kukaa hata miaka 300. Alafu yeye mzungu anaanza kuziondoa mbegu za asili pole, anatuletea GMO. Ni mbegu zilizochezewa kijenetiki. Mnaenda pole tu, mnaambiwa kwamba hii ni mbegu ya mahindi, inakuwa haraka, chukueni hii. Mnachukua hiyo, ukiipanda si unavuna haraka, mahindi yake huwezi kuyapanda tena, inabidi ukanunue tena. Kwa hiyo baada ya muda zile mbegu za kupanda, alafu mama zetu walikuwa wanapanda, wanaweka juu ya moshi, alafu muda ukifika wanapanda tena, zinaisha, zinabaki, unaenda kununua, unapanda. Yakiota yale ni kula tu, huwezi kupanda tena, hayaoti. Unafika wakati dunia yote inakuwa watumwa wa mbegu. Ukifanikiwa kumlisha mtu, unaweza kumfanya vyovyote unavyotaka. Sayansi ilipofikia sasa hivi, unaweza kukontrol anavyowaza mtu, azae au asizae, awe na akili au hana akili, atembea amepinda hivi au amenyoka kwenye chakula. Genetic modified food. Unashangaa, siku hizi tuna mbegu ya matikiti maji makubwa kama kichwa cha mtu. Chukua mbegu zako uzipande, uone kama zitaota. Hazioti. Kwa hiyo unakuwa mtumwa wa mbegu. Lakini sisi tunaweza kuwa na benki ya mbegu za Tanzania. Kwa sema na sisi tuwe taifa lenye akili. Na sisi tutengeneze mahala fulani, labda Moshi, kwenye baridi, tuwe na mbegu zetu za pamba, za mahindi, za mihogo, za choroko, za nini, tuwe na benki yetu. Miaka ijayo kiumana duniani, kwa nasema Tanzania tuna mbegu zetu. Chukua mbegu zetu, endelea na mambo yetu. Lakini ni nani mwenye utaalamu wa kutengeneza hiyo benki, mbegu zikae miaka 300, 400 bila kuharibika? Wenzetu wana ubongo. Kijana mmoja wa hapa tukimpeleka kula akasoma, anaweza. Asipoweza tunampeleka jela. Wewe tumekupeleka kusoma, tumewapeleka 10, alafu mnarudi mnatuambia kwamba mlikuwa mnakula chocolate Switzerland. Nenda jela. Ukitaka kujenga nchi unaacha kucheka na watu. Ukicheka na watu hutajenga nchi.